Shakawabi. Naam. Kwanza sitaki kuamini kama mjomba wangu amekufuata na moyo kueleza vitu kama hivyo. Kwa sababu mimi sikuwa na dhamira kabisa kumfukuza nyumbani. Sema ni ndugu yake ndio alifanya hivyo vitu. Ila kwa upande mwingine kama amekuja kukuambia na wewe, itabidi nimfuate nyumbani kwake na niongee naye. Na kabla sijamfuata yeye, itabidi nikaongea na mke wangu. Kwa sababu mimi ni ndugu wa kuunganishwa tu. Maana bila mke wangu mimi si chochote kwao. Kwa hiyo kwa busara zaidi itabidi nimfuate niongee naye. Sheikh wangu, unabidi ufanye mpango ukaonana naye. Kwa sababu utakuja kupata shida afu ukose mtu wa kumlilia. Alafu kama unavyojua mjomba ni mama. Na pia mama yake Hanifa kashafariki. Na yule ndio ambaye anamtegemea. Basi sawa. Na vipi wakati unaongea naye? Alikuwa katika hali gani? Katika hali ya hasira au ya kawaida? Kiukweli alikuwa na hasira sana. Na kwa hili jambo inaonekana amechukizwa sana. Ili swala kiukweli nikilikalia kimya itakuja kuniletea madhara. Ni bora niweze kulichunguza. Asante sana shehe wangu. Basi sawa, wewe kazungumze naye afu mambo ambayo yatakayojiri utanipa taarifa. Sawa. Chichi shemeji yangu, hebu nakuomba sana uangalie hawa watoto. Naposema uangalie, simaanishi kwamba huangalie, unawaangalia lakini zidisha kuwaangalia. Kama vile unawaangalia watoto wako uliowazaa. Nasisitiza kwa sababu hawa watoto wangu wana tatizo lao moja. Tangu kuzaliwa kwao mpaka kukua kufikia hapa walipo, hawajui kwamba shida kitu gani. Kwa hiyo katika kuangalia huko na kuomba uwe makini sana. Usijali shemeji yangu. Sina shida kwa hilo. Hata kipindi ulivyoondoka, mbona niliishi nao vizuri tu. Sawa. Nashukuru kwa hilo. Alafu lingine shemeji, nikutoe hofu. Uko hapa ndani. Ni kwamba usije ukajipa ukiwa kwamba ni mgeni sijui nini ukajinyima vitu ambavyo ni muhimu. Hapana. Kuwa huru. Chochote ambacho unakihitaji ambacho kinahusika hapa ndani au cha kwako mwenyewe binafsi ambacho ni cha muhimu na kinahitajika, usisite kusema. Mwambie dada yako na hakika kabisa kwamba atakiwasilisha na kitakufikia. Mbona hilo dada alishaniambia? Yaani kiufupi na kiujumla maelekezo yote amenipa. Kwa hiyo hakuna kigeni kwa hilo. Basi sawa. Kumbe wenyewe kwa wenyewe umeshaeleweshana. Basi ni vizuri endeleeni. Mimi nilikuwa nataka kujaribu kukupa maelekezo. Kumbe tayari mshapeana. Shemeji, yaani kwa ile umiza kichwa kuhusu kazini. Ila ya hapa nyumbani kuwa na amani kabisa. Mbona tunaishi kwa furaha na amani. Wala usiwe na wasiwasi. Asante kwa hilo. Sawa shemeji. Sio kwamba nimecheka labda kwa kukudharau, hapana. Ila umenishangaza jinsi tu ulivyofika, kwa sababu mimi nikawa nimekuita kwa ajili ya kazi, uje upalilie hii miogo yetu. Ila ninachoshangaa, umekuja umependeza kiasi hicho. Utaiweza kweli hii kazi ya kupalilia kweli? Brother, mimi uliniita kwa ajili ya kuja kuangalia eneo la kazi. Na ukuniita kwa ajili ya kuja kuanza kazi. Halafu hata hivyo, haya mavazi yasikutishe kaka. Kazi iko moyoni na sio muonekano wa nje. Unanishangaza sana kwa sababu ninavyokuona hapo na kuona kabisa we ni bisho, yani ni pedeshe kabisa, yani mtu ambao kwamba anafuata huko wanawake nini na nini, ila sio mtu wa kazi kabisa yani. Usitishike na mavazi niliyovaa. Alafu kitu kimoja, umaridadi ufiche umaskini. Wewe nipe kazi uone. Basi sawa, nisidharau muonekano wako. Ngoja mimi nikaongea na mzee kwamba nimuelekeze ameshapata mfanyakazi. Ila sasa siku nyingine usije na hayo mavazi. Mimi namjua kabisa mzee wangu. Mzee wangu mimi ni mchapa kazi sana. Ukija na haya mavazi atajua kwamba hamna mtu wa kazi hapa. Kwa hiyo siku unayokuja rasmi kwa ajili ya kazi, haya mavazi uyatoe.
ningependa mimi nikukumbusha kitu kimoja tu. Usimdharau mchezaji mfupi kwenye shambulio la kona. Huenda ana uwezo mkubwa wa kufunga. Kwa mimi nikutakia siku njema. Nashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Sijui nyewe huko nyumbani mnasemaje? Sisi nyumbani hatujambo. Lakini mbona tangia nimekuja hapa sijamuona mumeo? Usijali mdogo wangu. Nadhani ndo mida yake hii. Hivi dada, naomba nikuulize swali moja. Hivi hapa umeolewa au uko jela? Yaani tokea umeolewa, sijai kukuona mtaani hata nyumbani hukanyani. Nisikilize mdogo wangu nikwambie. Ukishaolewa unakuwa tayari ni mali ya mwanaume. Kwa hiyo hata kwenye kutoka lazima uombe ridhaa ya mwanaume wako. Kwa hiyo ili utoke lazima aridhie ndio utoke. Kwa hiyo ndo anakunyima hata nyumbani usikanyage? Haina maana hiyo, ila sijawahi kumwambia wala kumuomba. Kumbe namlaumu shemeji. Kumbe wewe ndo hutaki hata kuja nyumbani. Sio sitaki, ila nadhani hata wewe unajua mifumo ya nyumbani na maadili ya hapa. Yaani kiukweli hizi ndoa zenu mnanichosha mimi. Usichoke, utakuwa sawa tu. Mama, samahani mama, nilikuwa naomba nitoke niende kwa rafiki yangu, lakini nitachelewa kidogo kwa sababu kuna siku kadhaa tujakutana. Hivyo ni mpumbavu eh? Halafu unajikuta kama nani humu ndani? Unaniambia kabisa utachelewa kurudi. Unajiona humu ndani baba mwenye nyumba eh? Kwa ukitoka huko kama vile unamwaga mke wako, si ndio? Hapana mama, sio hivyo. Lakini si nimekuomba mama. Kwa hiyo wewe ukitoka huko unajiamulia tu mambo yako, si ndio eh? Sikiliza nikwambie. Mimi sio mama yenu. Humu ndani mtakaa kama jela. Unanielewa wewe? Shemeji, kwanza samahani kwa hilo. Najua unachokiongea ni umakini wa watoto, lakini niseme kwamba niwaombee ruhusa kuhusu hilo swala la kutoka kwenda kumuona rafiki yake. Naona kama halina neno, mruhusa tu aende, maana wamekuwa wanajifungia ndani sana kiasi kwamba hata nuru ya nje wanaikosa. Samahani kwa hilo, naomba waruhusu. Sawa, kwa kuwa babako amezungumza, nenda, ila hakikisha kabla jua lijazama umesharudi nyumbani, maana si unajua sasa hivi dunia ilivyoharibika. Sawa mama, nitalifanyia kazi. Sawa. Alafu mimi ninatoka. Kuhusu swala la chakula mimi msinihesabu. Jihesabuni nyinyi, mimi nitapata huko huko. Sawa shemeji. Sawa. Kingu, msikilize mama yako. Okay, sawa. Sawa. Anaongea kwa nia njema, hana nia mbaya na nyinyi. Asante. Mama, nashukuru kwa hilo. Halafu wewe subiri, nataka nikuagize gengeni. Nenda chumbani kwangu kachukue pesa, uende ukaniletee vitu, nataka kupika. Na naomba nikitema mate yakikauka ujarudi hapa, utanijua mimi nani humu ndani. Umenielewa?
Shemeji. Niambie shemeji. Kuna ugeni leo? Nimeamua kuja kuwatembelea. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu sana shemeji. Shemeji. Hata kuja kutusalimia? Yaani mpaka nimeona nije kuwasalimia mwenyewe. Au umeua nini? Shemeji, hatujaua. Sema tu yani changamoto za maisha ndio zinatufanya tuonekane tuko busy. Lakini sio kwamba tumeua nyumbani eti kiasi kwamba eti tusije nyumbani. La hasha, haiko hivyo. Sitakuja na pale ni nyumbani kwetu. Nimeamua kuja mwenyewe. Nashukuru sana kwanza kwa kuja. Na hongera kwa kuja kututembelea. Vipi, dada yako yuko wapi? Kaenda chumbani. Ndo kakuacha peke yako hapa? Shemeji, kwa muda nilokuja, nishakuwa mwenyeji hapa. Usijali shemeji. Shemeji bwana, kwa hiyo masuala yako bado hujaacha? Kweli bwana. Karibu, jisikie upo huru na mimi ngoja nikamwone dada yako. Sawa, hamna shida. Mdogo. Baba nadhani kila kitu tayari. Sawa. Nikuulize kitu. Hivi yale maneno aliyokuwa anazungumza babako wakati anatoka, wewe ni kama nani mpaka umekuwa ni mtu wa kutetea huko ndani? Umekuwa mfalme? Halafu sikiliza nikwambie. Humu ndani napika chakula changu tu. Kama una njaa sana, unaweza kaingia jikoni na kupika cha kwako. Umenielewa wewe? Sasa mama, hivi vitu vitatosha kweli? Yaani kama ingekuwa hivyo si ungeniambia toka mapema ili nichukue vitu vingi, kwa sababu hivi vitu vingigawanya haiwezekani. Havitoshi. Kama unaona havitoshi, nenda katafute pesa yako ili uje upike vya kwako humo ndani. Na kingine, nimeshasema humo ndani ni kama gerezani. Hamna mtu yote kutoka. Umenielewa? Na jambo lingine, nisikie kidudu mtu wa aina yote yule ananyanyua kinywa chake na kumwambia babake kuwa humo ndani sipiki. Yaani azungumze aone ndo atajua kipi kitachofuata humo ndani. Nitakupiga mimi, yaani ninapokuchukia wewe mbwa. Hebu niondokee hapa. Tabu nazopata moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi. Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba, simama sisi wana tunaangamia. Yaani mtoto mwingine bwana, yaani inakera. Ni bora nisingekuwepo duniani. Thamani yangu iko wapi? Naona sisamiliki.